Watu wengi hawajui kwamba kuna tofauti kati ya content creator na influencer. Content creator na influencer utofauti wao upo kwenye makundi mawili, ambayo nia ya kwanza ni kwenye lengo kuu. Content creator lengo lake mama ni kutengeneza maudhui yenye ubora, high quality content, video kali, imeeditiwa vizuri. Hilo ndio lengo lake mama. Na influencer ile lengo lake kubwa ni kushawishi na kujenga uaminifu, trustworthy. Means kwamba anashawishi watu, makampuni, taasisi, bwana mimi naweza kubeba product yenu, watu wengi wakaijua. Hilo ndio lengo namba moja la influencer. Na utofauti mwingine ni kwenye kipimo cha mafanikio. Ili content creator ajione kwamba yeye amefanikiwa, lazima ile video au picha aliyoipost iwe na ubora. Ubora kwenye nini? Kuanzia kwenye ubunifu, editing kali, script amenyoosha, vifaa navyo. Ila kipimo cha mafanikio cha influencer, ili ajione amefanikiwa, wale ambao waliompa kazi awaletee result, awape return on investment, kuanzia numbers, awaletee wateja, boost sales. Lakini pia kitu cha kuzingatia wewe kama content creator, make sure unakuwa influencer. Focus on being influential, focus on be brand. Turn your numbers into cash. Geuza followers wako wawe pesa. Hakuna faida ya kuwa na followers 1,000,000, 500,000, 200,000 alafu una michuzi. Na kitu chengine ambacho cha kuzingatia cha muhimu sana, influencer, content creator, make sure unakuwa na management. Management sio mpaka uwe na watu wengi. Mtafuta hata mtu mmoja tu ambaye atakusaidia, ambaye atajua your vision na your mission. Mchane kabisa, bwana mimi nataka hiki na hiki na hiki na hiki. Management inakusaidia kushape your brand. Hata kama kuna watu watakutafuta kufanya kazi na wewe, unaambia bwana mimi mambo ya biashara, mambo ya kazi, management yangu hii hapa, waambie wao. Hata wale watu pia wanakuvalue, wanakuogopa, wanasema udogo kumbe anajitambua, anajua anachokifanya. Wewe tena uwazi tena mambo ya deals, sijui mambo sijui kutafuta sijui ya matangazo, wewe uwazi tena. Wewe kazi yako kubwa ni kufocus on your craft. Wewe kazi yako kubwa ni kuumiza akili, unatengeneza vipi content kali. Basi ndio maana kila siku mimi nasema Diamond ataendelea kuwa msanii namba moja kwenye nchi hadi nchi ipate tena uhuru. Wakati anaelekea kwenye peak yake, kwenye prime Diamond pale, alichagua kuwa na mameneja watatu. Yule sio taila, kuwa na mameneja watatu kwa sababu alijua kwenye malengo yangu haya makubwa lazima wawepo watu wa kunisaidia hapa. Kwa sababu ujue sanaa ipo hivi, dua due, dua due. Kwa hiyo usipokuwa na watu makini ambao watahold your career vizuri, wewe ni dua, unaanguka. And by the way, kama unapenda news za marketing na branding kama hizi, please share this video kwa content creator au influencer unayempenda.